in the book of Jeremiah 31 verse 29 up to 30. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. The book of Jeremiah 29 verse 31 verse 29 up to 30. In those days, say the people. In those days, people no longer say, the parents have eaten so great, and the children's teeth are sick on egg. Instead, everyone will die for their own sin. Whatever eats so great, the teeth will be sick on age, the word of God. But the gift of God to maintain information, nimekuonyesha kwa nini Mungu alipatia wale zaidi this prophecy. Alipatia wale zaidi because after them to go in their position, walianza kunungunika ndani yao, walianza kumpoleza. Tunaona kina Daniel, kina Ezekiel, kina Jeremiah, kina Nehemia, kina Ezra, kina Haggai, Zerubbabel, wote walikuwa katika kizazi cha ufalme, wakaenda katika depression, utumwani, sio walienda kuishi maisha tofauti. Lakini Mungu aliwapatia maneno ya matumaini ili kuonyesha someday kutakuwa na salvation ambayo Mungu aliishi according to the law itapita ili wapate kuishi maisha mapya, ili wapate kuishi maisha mapya. Haikuwa tu ahadi kwa chini yao wana Israeli hiyo wakati, lakini kwa chini ya pia sisi Gentiles, pagans, ambayo leo tunapompokea Kristo iwe sehemu ya maisha yetu. Haleluya! Nimeleta fundisho kusema disobedience ilituma wana Israeli wapate kuishi kwa sababu the law ambayo Musa aliwapatia ilikuwa ukifanya ndio unaishi, ukitii ndio utaishi mema, ukikosa kutii laana yote itakuja juu ya maisha yako. And nikaleta fundisho nikasema biblically malediction ni kama punishment ambayo watu walikuwa wanapata walikuwa wanatesolewa. It's not God to punish them, but the Lord punished them. Hallelujah. The Lord punished them. Walikuwa anaenda against the law. Kile ambayo walikuwa wanapatia shetani nguvu, kwa sababu kila mtu alikuwa anajaribu kuishi kulingana na sheria. Alikuwa anajaribu kutafuta utakatifu kulingana na sheria. So alikuwa anajaribu wao wanaweza, and the Lord took advantage in them, na the Lord ikawamaliza. Leo tunaendelea katika somo tupate kuchukua mengi zaidi ambayo hii perfect hatutasema tena katika maisha yetu. Wazazi wamekula matunda mabichi na mbele ya watoto imekuwa na ganda, imekuwa uchungu. Inamaanisha wazazi yako makosa walifanya, wewe mababu yako wewe utaenda kuishi au kulingana na hizi tulisoma in the book of Numbers ambayo inasema God ambaye ni jealous God ana punish third and fourth generation, but neema yake ni hapo milele. So leo tunataka kuenda kuingia tena kinaganaga kupata kujua why me and you that power can never can never be spoken again, can never be again in our mind. But wakati ambayo tunaona things inakuwa hesitant, tunasimama by the knowledge ambayo tuko nayo na tunakataa ili tupate kuishi the life of Christ, the life of victory. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Let us read the book of Deuteronomy 28 verse 15. I think we saw last Sunday.
Deuteronomy itaanzia hapo ili tupate kuchukua msingi vyema. Deuteronomy 28 verse 15 up to 18. The Bible says, you will be cast in the city. And at this verse, I start by 15. Whatever if you do not obey the Lord your God, and not carefully follow all his commandments and decree I am giving to you today, all these curses will come in you, on you and overtake you. Overtake you. Inamaanisha itakuta wewe. Hiyo kazi itafanya nini? Itakuja mbele yako. Kabla wewe hujafika East Africa. Ndio maana na Biblia inasema up to 2, 3 and 4 generation. Inamaanisha kabla wewe hujafika yani you must go. Why? Because your parents did obey. If you don't obey the one for here, how many law in the Bible? 613 law plus 10 commandments. You must keep it. You must do it. And nobody, and the Bible tells us the people of second year moja katika nchi nyingine walikosa kutii hiyo sheria. Ukisoma hii Deuteronomy utaona mfuko ya laana ambayo iko na maana if you don't obey. And ukiona mtu ambao Moses alikuwa anawapatia hiyo sheria anawaambia kuseme amen. Wakati in the church tunakuwa tumehubiriwa, umelaniwa, wewe unasema amen. Amen inamaanisha haifanyike hivyo. Na ifanyike hivyo. So shetani anakaa chini anacheka anasema that person they are confused. What is this position ambao wako nayo? Umelaniwa amen. Basi sasa nifanya amen. Ila na wewe waweza kulia. But you don't have the right of the dispensation you are. Ili upate kusema kufanya wewe katika never my portion. Hallelujah. Thank you Jesus Christ. If you don't obey the Lord, nini itakufanyia? Laana ndio itakufuata. Let us read in the book of Philippians 2 verse 6. Philippians 2 verse 6 up to 10. Philippians 2 verse 6 up to 10. Nitasema katika jina la Yesu Kristo. Only in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Even death to the cross, we can share how the people endelea verse 9 up to 10. He obeyed. Who obeyed? You. Verse 19 up to 20. Jeremia kalia akasema
kufanya kwa sababu alikuwa ni profession. Lakini the prophecy tayari ilikuwa salvation because God needs Polyat. God not react but God react. Mungu alitaka alikuwa anajua mwanadamu atafeli, mwanadamu ataweza. So it's not for you to keep the law. Romans 3 verse 19 up to 19 to 20. Kisha tutaruka 22. Romans 3:19, 20, tutaruka 22. Now you know that whatever the Lord said, He said to those who are under the law. He said to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, and the whole world is accountable to God. The whole world. Why? Because how the rest will keep the law. Everybody. And the Bible said, when the law ambaye ipenda kusema mwenye wako chini ya sheria, ili dunia nzima akipenda binti useme kama wakati ambayo huyu mwanamke walimpaka katika tendo la ndoa. Biblia inasema alifanya nini? Walimletea Kristo na Kristo akaanza kuandika chini. Akasema sheria ya Musa ilisema mwenye ambaye atakutaputa katika tendo la uzinifu atafanya nini? Atapigwa mawe ili akufe. Kristo akacheka. Because alikuwa anafanya hiyo tendo, alikuwa peke yake? No, alikuwa na mwanaume. Mwanaume alikuwa wapi? Wakamwacha, lakini mwanamke ndio akamsihi. Ili afanye nini? Afe. Na Yesu alipoamka aliwaambia, kama katikati yenu hakuna aliyetenda dhambi apige mwanamke huyu mawe. The Lord you are condemned wenyewe. In that guys, the law, because everyone that forgets, I am not righteous. Mimi jana nilifanya ufunge kinywa chao. Give them to faith in Jesus Christ. This likeness, unasikia, is not by works. If you obey, but if you don't obey me, and the by faith, hiyo haki ambayo likeness inapatia Hallelujah. In Christ. Sorry. Is true faith in Jesus Christ to all who believe. Don't be born. See what the wanafanya. Wenye wanaamini. Oh yes, thank you Holy Spirit. Believe. And gentle. Unaweza endelea kusoma kwa Mungu. Hiyo haipati kwa sababu yako kutenda. Not because you may confess your sin 50 times, 100 times. If you don't believe kama, if in case you are alive, hautapata hiyo happiness. If you believe nako, tubu sana cho nimesamewa, acha nikwambie, hauna righteous, hauna haki. Unibelieve nikifanya vizuri, njoni Mungu amesikia,
vizuri. Unasikia vizuri. Let us read the book of Romans. Romans 8. Romans 8 verse 1 to 13. Andika verse inaweza kusaidia kwa nyuma uone vizuri. Shetani atakuja kukuambia kwa sababu Romans 8 verse 1 up to 3. No condemnation for those who are in church, who are Zambara, red, Vitaba. For those who Christ Jesus, because two Christ are capable, because two Christ. Not to offering, not to pastor, not to mafungo, not to 51 something at the day of Messiah. Through Christ Jesus, the love of the Spirit. Hey! The love of the Spirit will give life. I set you free from the law of sin and death. The Bible called the law of Moses the law of death. If someone teach you the law of Moses, it makes you to die. Because if you don't obey, you can never live. Halaboshaka. Take care of fire. So many times to become blinded under the teaching. When I walk right down there, you cannot preach. Look at your life. Wasifanyia kuna kazi. Kwa sababu dhambi ya baba zako ya babu zako ya nini kwa fire. So many things, but the Spirit will give life. I set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh. Kwa sababu mwili ingetii sheria za sheria, mwili ikaifanya sheria kwenye hiwe powerless. Isipenda kutaka mwili ilikuwa na uwezo ya kutii kile sheria ingefanya. Nini mepatia hai? Tunaendelea. The law is powerless to do because it was wicked. Hakabosaya. Did by sinning is also in the land of sinful Nikaba. Jinsi ambayo Musa alipoinua mnaka na shaba, hivyo mwana hata watainuka, atakaye mwamini atafanya nini? Atakombolewa. Ikawa like a sinful, amenifanya dhambi ya kukomboa
wala wamekula, mimi nimepewa dhambi. God himself is also in the likeness of sinful flesh, to be a sin offering. To be a sin offering. And so, he condemns sin in the flesh. You can continue to read. He condemns, and verse 10, he condemns sin. He condemns sin to give you life. God sent his son to do it, to punish sin. God punished himself to become a sinner on the cross. But you, wataona, you continue. Wazazi walifanya na mimi nachungwa kwa sababu ya mateso na ignorance inakutait. The love of the Spirit in God sets you free from the things you about ungeweza kufanya, about the things ungeweza kutimiza, about the things wazazi yako ilikuwa imekupata na wazazi yako wangefanya, imekuset free. If you are in Christ, you are in new creation. The old things are passed away and all have become new in your life. Galatians 3 verse 19. Thank you, Holy Spirit. Tukikosa kumaliza leo pia tutasonga next Sunday. Galatians 3 verse 19. Kisha tutasoma 24 pia. I read in the name of the Lord Jesus Christ. The Bible says, for to the Lord I die. To the Lord. To the Lord. Galatians 2:19 and Galatians 3:24. The Bible says, for to the Lord I die, to the Lord, so that I may live for God. I am being crucified with Christ. Christ punished this sin on the cross. He obeyed unto death of the cross. I mean, who are dead, and the people will ask, for to the Lord I die, to the Lord, so that I may live for God. I am being crucified. By faith we will become crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Anapoishi ndani yako. The who are born in the Spirit is spirit. Who are born in the flesh are faith. If I live with prayer for God. I live in Christ because I classify. I was born in the Lord. The way you condemn, Christ condemned. Christ. It is in Matthew 15, verse 17, the Bible says, I have come to not to approach the Lord, but to fulfill the law. We do all the law 613, prescribed commandment on your behalf. I will fulfill. So if you live not from the law again. You live according. The life has set you free. The Spirit of God. You have crucified your life in Christ. If you live, it's no longer I live, but Christ lives in me. The life now I live in the body. In the body. Kwa mwili yako. In the body. Christ alikufa, mwili, nafsi na roho kufufuka yote. Hakuna kitu libaki. So if you live
righteousness could be again to the law, Christ died for nothing. Ingekuwa haki the rightness ingepokelewa kwa sheria, Kristo alikufa for nothing. Tumeona wakati ambayo mtu anakuhubiria always the law, it means Christ is nothing for him. Akifu ya Kristo hakuna maana. But the rightness we have, hata ambayo tumefanya, ametimiza kile ambayo wa baba yako, mababu yako, na wewe mwenyewe. Acha nikwambie, kama tunaishi kwa sheria, kama wazazi wako walifanya dhambi, Biblia inasema mtaishi 300, tuseme 3 generations ama 4. Inapokufikia, kama ikufikie, mwenye ulikuwa nyuma yako hata tena nani? Tuseme tukweli, si atatenda. Na hiyo dhambi inaanza tena kwa wewe na mwingine na mwingine. Na ikikufikia wewe, au utatenda dhambi. If you are under the law, sunatenda. Inamaanisha naenda wewe, watoto wako. Inamaanisha is continually. Hakuna furaha, hakuna amani. But Christ died for you. Pay the price. Ametimiza the law. It's a free law to set you free. So you can live for Him. You can live by Him. You can live to Him. Galatians 3:24. I read in the name of the Lord Jesus Christ. Let me start verse 23. Before the coming of the faith, we are in custody under the law. Counterfeiting could have faith, the faith of His Son, the faith of Christ. Look up until the faith that was to come will be revealed. Galatians 3, verse 23 up to 24. So the law was our guardian until Christ came, that we may be justified. We may be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under the guidance or still after the guidance. So in Christ Jesus, you are all children of God. To faith. For all you are baptized in Christ and clothed your faith with Christ, the word of God. To faith. We are baptized in Him. To be baptized is meant to be a born again. Umekufa na umefufuka na wewe na yeye. Galatians verse 3 natuambia tumekuwa crucified with Christ by faith. After to be crucified tumekuwa baptized in Him. Inamaanisha tumezikwa na yeye na tumefufuka na yeye. We are no longer the children. By faith you are now the children of God. For those who believe in Him, He gives them the power to become the children of God. Sasa niambie, wewe ambayo hiyo niseme lahana ya wazazi itakuwa sehemu ya maisha yako. Ambaye tena power because from that to those days. Ambaye tena lakini sisi tumeongea, tumelia nao, tumeomboleza nao, tumefanya doctrine, tumefanya toa sadaka, fanya hivi, tunaona yote, tupige mbele. No, you must know who you are.
free. Set you free from the law of death. The law of this is the law of death. It's not the law who gives life. It's only Christ that gives life. Like I speak to you now, there's life enter in your life. Because you live, they will feel life. It's not because you remain in the same. No. The more you know who you are, you know a position. You can never do the things the world do. Because your eyes are now highlighted. Abatia kumefunguka. Utajua jinsi ya kuvaa, utajua jinsi ya kuongea, utajua jinsi ya kusema, masingi yatakuwa sema shako, matusi yatakuwa sema shako. Because the life of Christ is in you. Life of Christ is not the life of kuletea chuki, kupeleka kwa sababu, kufanya mabaya, na itakuonyesha the right to live. Itakuonyesha the life to live. Itakuonyesha who you are. No, because the law that we surrender, the 10th commandment, inasema usitusi, usifanye hivi, unajua kwa akili yako. But make it in practice inakuwa difficult. Tunaona kuna watu wanaopiga haya matendo yao ni tofauti. But the